Mkutano wa tatu wa Baraza la 11 la Wawakilishi unaotarajiwa kuanza Jumatano ya tarehe 6 Mei 2026. Shughuli zitakazofanyika ni maswali na majibu, majadiliano ya bajeti ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 2026-2027, miswada ya sheria na taarifa ya serikali kuhusiana na hali ya dawa za kulevya Zanzibar ya mwaka 2024. Nikiripoti kutoka Zanzibar, mimi ni Zaliha Mfaume na hii ni Mnana TV. Nimepokea maswali 459 kwa ajili ya mkutano huu wa tatu. Lakini kwa mujibu wa kanuni zetu, maswali yanayobakia katika mkutano ambayo hayakupata fursa ya kuulizwa huwa yanaulizwa katika mkutano unaofuata. Na kwa maana hiyo tulikuwa na maswali 47 katika mkutano wa pili ambayo yalibakia. Kwa hiyo ukijumlisha pamoja na haya 459, tunatarajia kuwa na maswala 506 ambayo haya yataulizwa na kupata majibu katika siku zote kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 23, kwa namna ambavyo mkutano utakuwa unasogea na unakufanya shughuli zake. Lakini pia tunatarajia kuwa na hayo majadiliano ya bajeti ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na kwa mujibu wa kanuni zetu huwa tunaanza na ofisi ya makamu wa pili wa rais, halafu tunaenda katika wizara za ofisi ya rais, na hatimaye tunaenda wizara moja moja. Tunatarajia pia tutapokea na kujadili bajeti kuu ya serikali, na hatimaye kama ilivyo utaratibu pia kutoka kuna miswada ya sheria ambayo sheria ya fedha ya mwaka 2026 pamoja na sheria makadirio ya matumizi ambao ni utaratibu wa kibajeti kabisa. Lakini pia mpaka sasa tumepokea taarifa ya serikali inayohusiana na hali ya dawa za kulevya Zanzibar ya mwaka 2024. Utaratibu unaelekeza kuanza kwa shughuli za kibajeti hadi zimalizike. Kwa hiyo hizi shughuli nyingine tunatarajia zitakuja baada ya kumaliza kwa shughuli za bajeti, kama hiyo niliyozungumza, taarifa ya dawa za kulevya. Lakini kama ikitokezea jambo jingine lolote, wajumbe kwa kupitisha hoja ya kuweka kanuni kando, yanaweza kaamuliwa maamuzi mengineyo. Kwa hiyo kwa taarifa hizo, waandishi wa habari wetu, tunapenda kuwajulisha ili na nyinyi mpate kuwajulisha wananchi wetu. Na kwa maana hiyo niwashukuru sana kwa taarifa hiyo.